Sabri Zamil Al-Mindi wamepishana, basi walikuwa ni wa haraka kusameheana, na mmoja wao anajishusha kwa ile tawadhi yake na kujitia yeye makosani, na kama kweli yeye amekosea akakubali na kuomba radhi kwa ndugu yake. Akafika mahala yeye hajioni ni mbora kwa mwenzake, yeye ni mtukufu kwa mwenzake, yeye ni mshindi kwa mwenzake, amemshinda kwa kadhaa na kadhaa. Hawi hivyo. Sifa ya muumini aliyekamilika katika imani yake daiman huwa anajishusha kwa ndugu yake Muislamu, rafiki yake, kipenzi chake, na watengezeana udhur, lakini mutaazizan ala khasmihi wa aduwihi, lakini huwa na izza, anakuwa ni mshupavu kwa khasimu wake, adui wake kafiri. Kama qala ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, al-aya. Wa min sifatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ad-dhahuk al-qatal, na sifa za mtume wetu alikuwa ni mwenye kufurahi na wakubwa na wadogo, lakini alikuwa ni shupavu, ni mkali kwa maadui. Yaqulu jalla wa ala, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, anamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na amri kwake ni amri kwa umma wake, ya kwamba uweke chini ubao wako, jishushe chini kwa ndugu zako waumini waliokufuata wewe. Na imekuja katika al-hadith al-qudusi Allah Ta'ala akisema, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, yoyote ambaye atamfanyia uadui wa kwangu mimi wali, basi nimemtangazia vita. Wa fi hadha al-hadith az-zajru an idha'i al-awliya, ndani ya hadithi hii kuna makemeo makali ya kuwaudhi mawali, na katika safu yao ya kwanza ahlul ilm waliopo katika safu ya mbele katika dawa sahihi na manhaji sahihi. Al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii katika jamii yake kwenye kitabu cha at-Tawadhu, mlango wa at-Tawadhu. Al-Hafidh ibn Hajar alipokuja kuisherehesha hadithi hii akataja makusudio na malengo katika hadithi hii, akasema, baada ya kutaja wajihi tatu juu yake, akasema huenda muradi katika hadithi hii na mlango huu ni kwamba hilo la kukatazwa sisi kuwaudhi mawali halipatikanwi ila kwa kujikaza, ila kwa kujizuia na kuwaudhi wao na kujishusha chini. Makemeo ya kuwaudhi mawali wa Allah Ta'ala, hilo haliwezi kupatikanwa ila mpaka atakapokubali kujishusha na kuwapa nafasi zao wasomi wa dini na maulama na mawali kwa ujumla. Ili uweze kutokuwaudhi wao, lazima ujishushe chini na ukubali juu ya fadhila zao, na pale ambapo wao wametuzidi, wao maulama na mashaikhi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anayengamia, kama alivyoeleza Anas ibn Malik. Ngamia huyo alimuita kwa jina la Al-Adhba, kama ilivyokuwa ada yake. Ngamia wake anawapa majina, na huyu ni tofauti na yule ambaye alikwenda naye kufanya ibada ya haji. Huyu alimuita Al-Adhba, alikuwa ni ngamia ambaye ni mwepesi wa kutembea na alikuwa hashindwi. Kanat la tusbaq fajaa arabiyun ala qaudin fasabaqaha, siku hiyo alikuja mbedui mmoja na ngamia wake akamshinda ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fashaqqa dhalika ala almuslimin, hilo likawa ni zito kwa Waislamu. Masahaba wakasema, subiqatil adhba, leo amepitwa na ameshindwa ngamia wa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotambua hilo, akasimama akawaambia,
inna haqqan 'ala Allah ta'ala alla tartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu, hakika ni haki ambayo ipo kwa Allah Ta'ala ya kwamba hakitoinuka kitu chochote katika vitu vya hapa ulimwenguni, hapa duniani, isipokuwa Allah Ta'ala hukishusha wakati mwingine. Akakubali Mtume sallallahu alaihi wasallama kushindwa kwa ngamia wake, na akalikiri hilo, na hakutoa udhuru, hakusema labda leo ni hivi na hivi. Alikubali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa miongoni mwa maana ya tawadhu, maana ya kujishusha, ni kukubali ukweli utakapoambiwa ukweli, kuikubali haki itakapokufikia, kukubali nasaha utakaponasihiwa, na kutojiona wewe ni bora kwa mwenzako, wewe una fadhila kwa mwenzako, umemzidi mwenzako kwa ilmu na kitu fulani au kwa mali na vitu vingine. Nataka na wewe uwe kinyume chake. Na kinyume chake ni kiburi, kinyume chake ni kiburi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipokuwa anatajiwa jambo la mtu mmoja, alikuwa amevaa nguo zake nzuri na anapenda hivyo, lakini pia anapenda nywele zake na viatu vyake viwe vizuri, na kawaida yake huwa hivyo. Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu anapokea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, hatoingia peponi yule ambaye kutakuwa ndani ya moyo wake kuna chembe ya kiburi. Faqalu ya Rasulullah, katika riwaya faqala rajulun ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ewe Mtume wa Allah, mmoja kati yetu anapenda nguo zake avae nzuri na viatu vyake vizuri. Akasema sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbu aljamal, Allah yeye ni mzuri na anapenda vitu vizuri, anawapenda wanaovaa vizuri, anawapenda wenye kuvaa viatu vizuri. Alkibru bataru alhaqi wa ghamti nnas, lakini kiburi maana yake ni kukataa ukweli, kuikataa haki. Unapokuwa wewe umejulishwa haki ukakataa kwa kuona wewe ni mbora, unapokuwa wewe umeteleza, umekosea, kuwakosea ndugu zako, ukaambiwa umekosea, wewe hakuna siku unakubali, bali haki na ukweli uko na wewe tu. Hiyo ndiyo kibri. Alkibru batarul haqq wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu, ukajiona wewe ni mbora kumliko fulani, kuwashinda kina fulani. Ukifika mahala ukaona kwamba wewe una akili kuliko kina fulani na fulani, wewe ni mwerevu kuliko fulani, imani mwanafunzi mwenzako, muumini mwenzako, wewe una hofu ya Allah kuliko mwenzako au kuliko fulani na fulani, basi ujue wewe unazo alama kuu za kibri na ujub na kujiona. Falyahdhari almuslim, atahadhari muislamu na sifa hii mbaya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin, hatoingia peponi yoyote ambaye kwenye moyo wake pana chembe ya kiburi.